Oksijeni ambayo inayotozwa wagonjwa kwenye hospitali mbalimbali hapa nchini Kenya. Haya ni kwa mujibu wa washikadau kwenye sekta ya afya wanaosema gharama ya juu inayohitajika katika hospitali kujenga vituo hivyo sawa na ada za juu wanazotozwa na wasambazaji wa bidhaa hiyo kutahitajika mkono wa serikali ili kumpunguzia mwananchi gharama ya matibabu. Cecilia Wakesho Matuva na mengi zaidi. Kwa wengi hewa safi ya oksijeni haina malipo yoyote, lakini kwa wakenya wanaopitia magonjwa mbalimbali wanalazimika kuibeba kwenye mtungi wa kuhifadhi hewa. Mlipuko wa virusi vya korona sasa umesababisha kiwango kinachohitajika cha hewa hiyo kupanda, hali ambayo huenda ikasababisha mgogoro kwenye usambazaji wa hewa hiyo iwapo msambao wa virusi vya korona utaendelea kupanda. Kwa siku mgonjwa wa virusi vya korona aliye kwenye chumba cha wagonjwa mahututi anahitajika kulipa kati ya shilingi 12,000 na 25,000. Wagonjwa wako katika ICU. Ukiangalia bili ya oksijeni na kuanga kama 10% ya hiyo bili. Mgonjwa kawaida utapata, yule wa kawaida kabla bila COVID akiwa ICU, utapata anatumia mitungi kama 2 ya oksijeni kwa siku. Sasa juu ya COVID imefanya hii kuwa kitu tofauti kidogo. COVID ni ile ugonjwa inataka oksijeni kabisa. Sasa unapata tunampea oksijeni kutoka asubuhi wakati wote. Usipopata oksijeni hata dakika 3 hivi unapata mgonjwa ameenda. So unapata mgonjwa kwa siku anatumia mtungi kama 3 mpaka 5 kwa siku. Kenya ikiwa na vituo 70 pekee vya oksijeni kwenye kaunti 41, hospitali ya rufaa ya Makweni ni moja yazo ambazo zimefanikiwa kuwekeza katika kituo maalum cha hewa hiyo. Wanasema iliwagharimu takriban shilingi milioni 15 kujenga kituo hicho mwaka 2018. Kamwe hawajuti. We found that the 15 million that we used and the amount of money that we are able to save in a month, they are just 2 worlds apart. In fact, we are able to save about 11 million every month when we have our own machine here, as compared to buying. We would spend about 10 to 11 million in a month for all our facilities across the county, including the ambulances when they are transporting patients. But currently we don't have to spend that money on buying oxygen from the vendors. Bidhaa hiyo inapoendelea kuwa adimu nchini, baadhi ya washikadau sasa wanapendekeza ingekuwa bora iwapo serikali ingeingilia kati kuhakikisha kila kituo cha afya kinatengeneza oksijeni yake. Inakisiwa kwamba 99% ya zahanati za humu nchini hazina hewa hiyo licha wizara ya afya kuiorodhesha kama bidhaa muhimu mwaka jana. Wapeane waiver kwa mtu yote anaweka oxygen plant, mtu yote analeta ventilator, mtu yote analeta dawa za kusaidia katika COVID. Cha pili ni hao wenyewe kama serikali. Tuseme tuko counties 47. Ukipata oxygen plant, juzi nilikuwa nimeenda kuangalia huko nje, unapata plant moja unaweza pata na milioni 3. Tuseme hata uifikishe milioni 5 juu ya hizo transport na nini. Ukipata kila county tupewe 2 oxygen plants za serikali, zile zinapeanwa kwa watu wanahudumia wagonjwa wa COVID bila hata kulipishwa, ikuwe ni kitu serikali imechukulia, hiyo gharama itakuwa imetolewa kwa mwananchi. We can do about 4,000 liters of oxygen in a day, which is quite sufficient for our hospital. It is able to meet our demands in the hospital and as well as for the other facilities that are within the Makweni County. Na japo mlipuko wa virusi vya korona umesaidia kwenye uimarishaji wa vyumba vya wagonjwa mahututi nchini, gharama ya juu ya matibabu itapungua iwapo mikakati kabambe itawekwa kupunguza bei ya juu ya mahitaji muhimu kama oksijeni na hata magwanda ya wahudumu wa afya. Cecilia Wakesho Matuva, KTN News. Bila shaka gharama hiyo ya juu ya oksijeni, taarifa ambayo inatupeleka kwenye pumziko fupi tu, lakini tarejea kuna taarifa zaidi. Endelea kuwa nasi.